Kama wewe ni mtu ambaye unafikiria sana michezo kama ya Penzi la Mtoto wa Bosi, Dunia, sasa leo nakupa nyingine mpya inaitwa Kombolela. Bwana, fuatana nasi mpaka mwisho ili uweze kufahamu Kombolela inahusiana na nini na kwa nini imekuwa kivutio. Mpaka mimi leo nakuletea hapa ili uweze ukaenda kaitazame na uweze kujua nini kinachoendelea. Sasa bwana, Kombolela bwana ni tamthilia fulani hivi ambacho kinaelezea maisha ya uhalisia ya watu ambao wanaishi kama Uswahilini, yani ile zile familia za Uswahilini jinsi ambavyo zinaishi mfano. Sasa katika hii tamthilia bwana ambao tunasema karakta yetu kuna Kobisi ambaye yeye mwenyewe anajiita Jobless mwenyewe. Na bwana mjomba bwana anapenda kubeti bwana. Kaona elewele mazingira kauza nyumba bwana. Kauza nyumba ya mzee wake. Mzee wake anaitwa nani? Anaitwa Mzee Kikala. Mzee Kikala bwana ana watoto wake, Mwadawa, Siwa, Kobisi na Chiku. Sasa bwana Mzee Kikala bwana katika maisha yanapoendelea mkeo bwana akafa bwana Bi Kikala bwana. Basi maisha ka so poa maisha. Basi hapo kwenye maisha kuendelea huku kuna mitafaruka. Yaani unaambiwa katika hiyo familia ukimvagaa mtu mmoja tu unashangaa uko mzima umekuvagaa. Yaani ni watu ambao wanapenda shari vibaya. Mna nini kujisikia watu wa Uswahilini walikuwa wao sasa. Yaani hapo kama Mwadawa na Siwa walikuwa waambii kitu sasa hapo. Yaani tamthilia ni kali na bomba sana. Yaani ukitaka ufurahi, ucheke, yaani uenjoy. Hata kama usione gharama kutumia bando lako kwenye kuangalia, yaani nakushauri sana uende ukaiangalia hii tamthilia. Yaani ina vichekesho, inafurahisha, misukosuko na pia inaelimisha pia katika mambo mengi sana. Ndugu msikilizaji, naomba uende ukaifuatilie hii Kombolela inaitwa Kombolela. Nani abutue? Ina mambo mengi sana, inafurahisha sana, changamoto za hapa na pale nini. Leo bwana siku imeenda ijaenda, maneno mengi nini. Basi yani ni tamthilia ambayo inafurahisha sana kiukweli, inapendeza sana kwenye kuangalia. Sasa yani hata mtu umekaa hivi una stress ukiangalia hivi unafurahi sana kwenye kuitazama. Nakushauri ndugu mpenzi msikilizaji, wewe ndio ukaifuatilia na ukaiangalia hata japokuwa hata episode moja afu utaweza kuelewa nini ninachokimaanisha. Kwenye utamsikia unaweza washangaa bwana Mwadawa naye anapigana na mtoto wake Tukae. Yani ni nyumba moja wanaishi watoto 4 wa kike, watoto 4 nao Kobisi mmoja. Mama wanaishi yani wanaishi watu wengi nyumba moja. Ukishangaa hapo kwenyewe kikinuka hata yenyewe ndugu wenyewe wanazichapa. So poa, yani nakushauri ndo kaitazame, yani tamthilia utaenjoy sana kuiangalia. Cheki hata episode 1 au 2 alafu utaniambia. Ambao watu wanaongea, watu hawaelewi, yani watu washapagawa. Yani ndugu mpenzi msikilizaji, yani anaongea kwa matashtiti na kwa furaha sana na kwa hamasa kubwa sana ili nawe uende ukaitazama uelewe nini ninachokimaanisha. Yani ni tamthilia bomba sana na kali, ni nzuri sana kwa mtu kuiangalia ukitulia na familia na kuweza kuitazama. Alafu pia uzuri wa kwamba imenifurahisha au imenipendezesha kuiangalia kwa sababu yenyewe inalenga maisha halisia ya watu wanavyoishi katika jamii. Yani yenye tamthilia ya Kombolela yani inaonyesha maisha halisia ya watu ambao wanaishi katika jamii zetu. Unajua kuna wengine tunaweza tukawa tunaishi maisha yao lakini hatuwezi tukayareflect na maisha ambayo watu wengine wanaishi. Kuna watu wengine wanaishi maisha mazuri ya fahari lakini hawaelewi watu wengine katika hizo jamii ambazo zipo chini jinsi ambavyo wanaishi na wanapitia changamoto gani. Sasa hii tamthilia ndio inaenda kukufunza mambo yote na jinsi ambavyo hizi familia zingine zinaishi. Ndugu msikilizaji, yani hapo nimekufanyia short review hapo. Yani nimechukulia series nzima na nimejaribu kufanyia short review ili uweze kuelewa nini ninachokimaanisha. Sasa ukitaka uweze kuelewa zaidi, nenda kaicheke yenyewe inaitwa Kombolela yenyewe. Na mimi huko nitakuwa naifanyia review episode baada ya episode. Sasa usahau kusubscribe ili uweze kuelewa nini kinachoendelea na kufuatiana nasi. Usijali, inaitwa Kombolela. Wewe nenda kwenye search bar yako hapo juu hapo nenda kaandike Kombolela. Alafu jaribu kuplay episode yote wenyewe utaona yenyewe ilivyokuwa. Iko nzuri sana na kali sana na inaelimisha na inafundisha sana.